Wandugu zangu, hali imeenda kuchafuka tena, na safari hii labda itachafuka zaidi. Fikiria, Umarekani imeshindwa kuelewana na Iran. Makubaliano yote ambao walikuwa wanataka kufikia yote tena wameanza upya, na kila mtu anavutia upande wake. Nimefuatilia media nyingi, wamesema kwamba Iran inajiandaa vizuri, maana ina matumaini kwamba vita vinavyokuja sasa vitakuwa zaidi ya haya makombora ambao wametupiana ngambo zote mbili. Sasa swali langu linakuja, ndugu zangu, haya yanayotokea, sisi raia tutakuwa na hali gani? Fikirieni, wanapigana huko mbali, ambao wanatupiana mabomu huko, lakini watu wanaathirika sehemu zote. Dunia mzima ni kama imeshikiliwa mateka. Tulikuwa tukifikiria labda ni Afrika tu ndio itaathirika, lakini hata hapa Ulaya tunakoishi, wandugu zangu, hivi ninavyowaambia na ninavyoongea na nyinyi hapa, mafuta tena yamepanda bei hapa kwetu Ulaya. Sasa kama hapa Ulaya, na ndio wana sehemu kidogo kidogo wao wanahifadhi mafuta, sasa kwetu Afrika hali itakuwa namna gani? Na viongozi wetu wanajipanga namna gani kuweza kupambana na hali kama hizo? Maana karibia vita vitarudi tena, na safari hii labda vitakuwa vigumu zaidi, tofauti na jinsi walikuwa wanatupiana makombora hao mabwana. Wandugu zangu, nchi zetu za Afrika ni lazima ziwe zinajiandaa kila wakati, wasiwe wanasubiria tukio likitokea ndio waanze kutafuta tufanye namna gani. Angalia ugonjwa wa COVID-19 hapa ambao ulitokea. COVID-19 ilipotokea, watu walihangaika sana, na kila sehemu walikuwa wanasema kwamba Afrika ndio sehemu watu watakufa wengi. Lakini kwa sababu kuna baadhi ya watu wanasema tunaishi kwa neema ya Mungu, Afrika tukuathirika sana. Na haya mengine ambayo yanaanza tena, viongozi wetu wa Afrika wanafikiria namna gani? Maana mafuta bei imepanda tena, na kipato cha watu wengi Afrika kiko chini sana. Viongozi wetu wanasema nini? Wasisubiri kipindi cha kutafuta kura ndio wanaonekana kutoa pesa wala kuwa na mawazo mazuri, lakini kipindi watu raia inapata shida, hapo ndio kiongozi mzuri na mwenye mawazo mazuri, kwa sababu raia wake huwa anaonekana. Kama sisi hapa Ulaya tunalalamika mafuta yamepanda, nchi za kwetu Afrika hali itakuwa namna gani? Na wamejiandaa namna gani? Maana hali tayari inaanza kuonekana. Hivi ninavyoongea na nyinyi ndugu zangu, hali ni mbaya sana. Mafuta yameanza kupanda, na sio tu mafuta, kwa sababu hata hali ya chakula, hata chakula kitapanda, vitu vingi vitapanda. Tayari kwa upande wa usafiri, kuna safari nyingi za ndege za kuja Afrika ambazo sasa hivi zinaanza kupunguzwa. Kuna kampuni nyingi wamesema, bwana, mafuta yamekuwa ghali sana, hatuwezi kuwa tunasafirisha watu kwenda bara la Afrika. Sasa hali kama imeanza hivyo, viongozi wetu wanajiandaa namna gani? Afrika tuna kampani ngapi? Tunajiandaje kuhusu usafiri? Kampuni ngapi za ndege ambazo sisi tunaweza kusema okay, hali kama imechafuka upande huo, hata tutegemee za kwetu hapa. Hali itakuwa ngumu sana, lakini viongozi wetu watusaidie, ile kidogo walio nayo waitengeneze vizuri na waitumie vizuri, ili tusiweze athirika. Ndugu yetu Aliko Dangote ana mafuta mengi sana Nigeria huko, lakini wanambania. Kuna viongozi wanakakaa wanambania ili asiweze hata kusambaza mafuta yale yanayosafishwa pale kwake Afrika mzima.
kuna viongozi wanamzuia kabisa. Lakini wandugu zangu, nataka niwaambie kwamba muda ndio huu, tuongee na yule tajiri yule, viongozi wetu waongee na yule tajiri wa Nigeria aweze kuongeza kiwango cha kusafisha mafuta na tuweze kumnunulia yeye. Tuachane na hawa wenzetu ambao wanaamua bei zao na muda wao kuweza kutuletea sisi mafuta. Na kama wewe ndugu yangu unaona hii hali tunakoelekea itaenda kuwa ngumu, weka maoni yako hapa na uweze kushare na watu wengine, ili waweze kujua kwamba wanajiandaa namna gani kwa hali hii ambayo tunategemea itaenda kuchafuka zaidi. Maana kama hapa Ulaya tayari hali imeshaanza kuwa ngumu kiasi hiki, je, nyumbani kwetu hali itakuwa namna gani? Asante sana, na unapopata mada hii ulike na ugawe na watu wengine, na uweke comment yako hapo